Kwa hiyo area mzima hakuna mtu ameenda huko. Kwa hivyo wewe uko na mbegu huko, ukiona raia wakisema wewe Kindiki huko hapa, wanataka mtu, wanajua wewe ni mkarimu. Na unaweza enda na kitu sahihi hapa. So kwa hivyo naelewa wewe kwa sababu ukisema inakuwa hai. Lakini ipitie kwangu kwa sababu nimeomba. So nikuwe ni mimi. Because kwa sababu ya saa mimi nimekuja na wajumbe wa county, tuko na wajumbe wetu wa county wa West Pokot. Na tumeshikana sisi wote, tuko na group, tumeform ya reform ya kuendelea sisi wote tuendelee kufanya. Kwa hivyo naomba waheshimiwa wote, tukuje pale mbele, labda tukue na time ya kusema majina na pia tuketi chini ndio tubaene program iende pale. Karibu wote, sisi wote, hatuna ukabila hapa, kama ni assembly, karibuni waheshimiwa. So nimeambiwa nituseme tu jina peke yake, maneno ya protocol labda ya profesa peke yake. Karibu. Haya, karibu sana. Wacha tuanze. Peace forever. Our CS, our governors, na wakaaji wote wa Marakwet na West Pokot, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina naitwa Stella Cheruto, nominated representative youth Elgeyo Marakwet. Waziri, our governors, all protocols observed. Mimi naitwa Mheshimiwa Paul Suter, nawakilisha ward inaitwa Sambirir huko Kerio Valley. Yangu tu kuambia waziri kukupongeza kwa ile kazi ulifanya Nairobi. Tukikuwa na shida hapa, wengine wanajipanga Nairobi wanasema hawa wanawako maandamano na wanaharibu nchi. Asante kwa hiyo kazi. Uko na mkono yetu na uko na pongezi yetu. Asante sana. Bas waziri, Mheshimiwa Kindiki, our governors, deputy governors na viongozi wote wananchi, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bas kwa majina naitwa Justin Koske Mutual, MCA Aror Ward. Na ningependa kumwambia waziri Kindiki karibu upande hii ukitafuta amani, na kukupongeza pia kwa sababu naona unapigania amani sana. Hata upande ya Aror huko umesikia kuna challenges, na kuambia karibu huko kwa sababu najua hapa kutapatikana amani siku ya leo. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Waziri Kindiki, watu wanajua na tumesema mara kwa mara na kuomba kwa unyenyekevu, ushike hao kwa sababu mkono wa serikali ni mrefu. Asante na Mungu awabariki. Basi Mheshimiwa Waziri Kindiki, ingawa mimi nominated, mimi nawakilisha, nasimama kama deputy majority leader ya Elgeyo Marakwet County. Waziri, tangu siku hiyo ukuje Cheseko huko chini, sisi tuliweza kuona amani, na tangu siku hiyo hatukuweza kusikia tena mlio ya bunduki, ingawa tu kuna wakora wachache ambao ni wezi wa ng'ombe na wanajulikana kwa majina, pengine machifu watawapea majina, na
nyumba ya cell sio ya ilijengwa ni ya wanadamu. Vijana hao wawekwe huko wakuwe rehabilitated mheshimiwa, alafu ndio waweze kurudi siku zingine kesho wakiwa wanakuja kutufanyia maneno mazuri. Ingine pia huko ni nchi ile iko na jua mingi. Sisi tunaomba wakati askari wanaandikwa, watoto wetu wakitoka huko Fale kuja huku juu, wakikimbia huwa wanashikwa na hewa. Naomba waziri tuwe tukiandika polisi huko Kerio Valley. Tangu zamani sana walikuwa wanakimbia wanapata kazi, lakini siku hizi mpaka wapeane pesa. Lakini sasa kwa sababu na amani tunasaidia sana watu waweze kuajiri. Asante. Wetu wananchi MCL ward na hapa ni area yangu, lakini waje nipatie nafasi Kurinya niseme neno moja tu, kusema kwamba waziri, naomba kwamba kuna yule kijana alisema kwamba ikiwezekana kama unaandika askari andika pia wasichana, usiandike wanaume peke yao. Pia nilisikia kwamba napongeza askari kwamba kuna yule mhalifu alishikwa juzi na nasikia amepelekwa. Ningeomba tu hapa kwamba yule asirudi, wacha tu akae kali sana, kwa sababu akikuja tena atasumbua sisi. Asante sana, karibu sana. Waziri wetu wa usalama, magavana wetu wakiwa hapa na wananchi watukufu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Elijah Kasheushew, almaarufu mkarabati wa West Pokot, na mimi nominated MCA. Bwana waziri, sisi tunataka kukushukuru kwa kuja hapa. Kazi unafanya Kenya hii, sababu leo kabisa tumeona West Pokot tumekuja, na mimi nataka kuambia waziri, hawa magavana wamekaa hapa. Ile maneno wetu anasema West Pokot ndiye atasema hapa. Ile maneno governor atasema kule West Pokot atasema hapa. Tunaomba tu uongee na governor ambaye yako Turkana kidogo, ndio bado wako na maneno hajawakoka vizuri. Alafu ingine, kwa sababu mimi ni mkarabati bana CS, mimi nataka nikushukuru kwa ile kazi ulifanya wiki iliyopita. Kama unasikianga ule MCA anakuambianga ushike Raila, ndio mimi. Na mimi nimejiuliza mara mingi, what is the worst that can happen if Raila Odinga is arrested na apelekwe kotini? Na mheshimiwa CS, hata nimeona umewakazia kabisa. Walikuwa wanasema uko na sauti ndogo, lakini sasa wameona hiyo sauti imewafinya vizuri, wamekaa sawa sawa. Haya, asante. Dakika moja tu kwa sababu mimi ndio mdogo hapa. Bwana CS, hata mzee Jomo Kenyatta na wale Kapenguria 6 walifungwa West Pokot. Sisi tunaomba namna hii, kama huyu Raila mnaogopa kushika yeye na kuweka yeye mahali pengine, hapa West Pokot nyinyi mletee sisi Raila, tutakaa naye tufinye aende akiandanga na Kenya ibaki na amani. Si namna hiyo? Na vile umedeal na hii bandits ya West Pokot na Elgeyo Marakwet, tumekubaliana sisi wote bandit akiwa Marakwet anyoroshwe. Haya, asante mheshimiwa, asante. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Peana microphone. Msisahau kwamba the governors wako hapa watazungumza kwa niaba ya county pia. Waziri Kindiki, governors wetu wawili West Pokot na Elgeyo Marakwet, honorable members, security team na wakeni wote, nasema karibuni hapa South na karibu na Tabat Ward. Yangu ya kwanza ni kupongeza Kindiki kukuja huko Mosop, tunaitanga huko Mosop, huko mlima, huko baridi. Lakini shida, bunduki imekuja mpaka mlima mahali baridi. Na tunataka hiyo bunduki iokotwe na irudishwe. Mimi najua wamesema wakati yetu ni kidogo, lakini sisi tunaumia na hii mambo ya cattle rustling pande hii. Sisi ndio tunalala msituni. Sisi ndio tunaumia familia wakihama hapa. Yangu ya Maliza. Kuna mkora, kuna ng'ombe ilitolewa hapa tarehe 4
na saa hii iko upande wa Marakwet mpaka leo. Nasikia kuna mkora ile suspect anaitwa Simatinya amekamatwa. Ng'ombe yetu irudi. Na hiyo mkora asitoke kwa mkono ya serikali. Tuseme ukweli. Hiyo ng'ombe yetu irudishwe na hiyo mkora asitoke kwa mkono ya raia. Kwa mkono asante. Ya mwisho iko shule yetu ya Kamele. Iko shule yetu ya Kamele. The only boarding school ya Marakwet na Pokot. The only secondary ya Marakwet na Pokot. Umeona secondary hapa? Wanaimba tu Marakwet yote. Mimi sina aibu, mimi nasema tu tuimbe yote, si ndio? Lakini kuna dormitory moja ilichomeka ya wafulana. It is down up to now. Kwa ile rehabilitation ya border schools saidia sisi hiyo. Tapach division saidia sisi ikue sub county. To solve hii maneno ya Kamalokon. KDF paleka Kamalokon. Astu sahi tukiwa hapa. Astu wako hospitali 10 years. Astu yako wako hospitali 10 years. 10 years down the line. Peleka hao warudi Kapusien. Abana Astu waende Kapusien. KDF waende Kamalokon. Asante. Basi Mheshimiwa Waziri Kindiki, magavana wetu, viongozi walioko hapa, wananchi wote, tumsifu Yesu Kristo. Ngoja nichukue fursa hii ya kipekee kuambia waziri karibu Kabieko. Mimi naitwa Joseph Chebet, MCA wa Kabieko. Mahali tuko waziri ni Kabieko. Karibu Kabieko. Jambo la kwanza, ngoja nikushukuru waziri kwa kushika mkono huyu kijana mdogo gavana wetu wa Elgeyo Marakwet. Huyu anajaribu ingawaje ni kidogo, lakini tunakuomba ushike mkono. Yeye ataweza kufanya hiyo ukishika mkono vizuri. Siwezi sema shika mkono Gachapin kwa sababu siongei ni mwa mtoto yake. Sasa huyo usishike mkono. Shikia sisi huyu mdogo huyu. Waziri, hapa tukiwa hapa tuko na imani moja. Wewe kama umefika hapa, tunaomba tu kitu moja. Hii barabara ya Kapko kwenda Kamalokon ikifika Chesekon, hii tabu inaisha kwa Kamalokon hapa. Ya pili waziri, hii KDF wananchi wameomba kila wakati. Ikifika hii KDF Kamalokon atukuiti tena hapa. Mambo yako itakuwa imeisha. Sema tu neno moja leo na KDF wakuwe Kamalokon. Kocha nichukue fursa hii pia kuambia hawa ma county commissioners wetu, hawa ma SCCs wetu, hawa ma OCSs wetu. Samani tulikuwa tunapewa waziri hapa Pokot na Marakwet, tunapewa serikali wale wako under disciplinary case. Lakini tangu tuone ukiwa kiti, hawa si wako under disciplinary, hawa wanajua ile wanafanya. Na wamerestore. Asante kwa kutujali hiyo. Ya mwisho bwana waziri, mtu alisema hapa huyu anatoka Mbobut. Anataka kuja kuninyang'anya nafasi huku Kabieko. Wewe ulienda Mbobut na mtoto akaitwa Kindiki. Tupe leo baraka mtoto aitwe Kindiki hapa kwa sababu hata kuna mzee wakati ulitoroka kwa Bomas akatoroka na akasema kama si Kindiki hata niitwe Kindiki. Tuko na Kindiki hapa. Pelekea sisi Kindiki. Na ndio itupea amani, pea sisi wenzetu wa Pokot moja, pea Marakwet moja, ndio isalishe ile amani ya kudumu na umoja wetu. Asante. Asante sana bwana waziri na Mungu akubariki. Kongei. Sasa huyu ndio chairman wetu wa Peace Caravan bwana waziri. Tulianzisha Peace Caravan kama ma MCS wote wale walisimama hapa na yeye ndio chairman wetu. Sasa ukiongea na chairman hata kwa Nairobi inatufikia. Usiseme utuite wote. Wacha chairman sasa ongee. Mheshimiwa waziri wetu, governors wetu, deputy governors, speaker, MCS na viongozi wote na wanafunzi na wananchi na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Devin Moiben, mimi ndio chair ya caravan ya MCS. Nina mambo matatu waziri. Kwanza nataka kukushukuru sana kwa kufika mahali hapa. Vile yule mzee alisema 1998 nikiwa chair ya Pokot County Council tulikuja na Moi hapa na amani ikakua. Kwa hivyo vile wewe ni mtu wa pili na tuna imani ya kwamba amani itadumishwa katika mlima hii. Asante sana waziri. Jambo la pili, wanaume hawa Wesley na Gachapin, goodwill yao kwa mambo ya amani ndio imetupa nguvu kama MCS. Pongezi kwa hao magavana wetu.
3, waziri, hawa county commissioners wetu, DCCs wetu na SCCs na machiefs. Na nilikwambia tukiwa kule chini ya kwamba tukitumia hao vizuri. Unajua machiefs wetu wamekuwa kila wakati shida ikitokea wanakuwa frustrated. Wanasema wewe ndio mwisi, wewe ndio wewe ukitumia kuanzia mzee wa mitaa mpaka machiefs mpaka county commissioner sawa. Tukiambawa hawa mambo ya amani itakuja ya kudumu katika mlima hii ama katika area hii. Kwa hivyo tutumia hao machiefs wetu. Bwana CS, wale wazee wetu na ile caravan yetu. Bas caravan yetu na wazee wale wa amani kutoka Marakwet na upande huu, tunaomba ya kwamba tafutia sisi mkutano ambaye si haraka haraka kama hii. Kama ni Eldoret ama Vishaku Nairobi, tutakucha na wazee wa amani kutoka upande zote na caravan yetu na governors wetu, tuongelee mambo ya amani siku mzima na tutaleta suluhisho. Asante. Lastly, ile maneno ya Kamalagon, weka KDF ile tulisema. Ile barabara ya Tanguli ile uli launch itaramuke mpaka Jesekon. Ingine inatoka Karawala hapa mpaka upande wa Solion ishikane na ile lam inakuja huko, tumalize mambo ya ukora katika mlima hii yote. Lastly tu kama chair kwa heshima na kama pia mzee wa zamani katika area hii, nataka kusema namna hii. Nataka kupongeza wale KPR wa Marakwet. Wale walifanya kazi juzi, nilipigwa simu saa 10, tukafika hapa asubuhi, tukakuta KPR na wazee kutoka Marakwet na viongozi kutoka Marakwet na ya Pokot wako pamoja, wamerudisha ng'ombe. Pongezi. Tunataka tuwe kabila moja namna hii, tukae kwa jinsi hii na amani ya kutosha na ya kudumu itakuwa katika area hii. Kwa hivyo singetaka kusema mengi, mambo ya network weka mlima hii ili watu wa communicate. Mambo mengine madogo kama hii undistracted wako hapa. Kupitia serikali ya county walichenga nyumba 8 na ni mzuri. County commander yuko hapa, our Epo county commander Bwana Katam. Thank you so much. Kuna manyumba 8 ilichengwa na county government kupitia ward fund, iko mahali naitwa Seguton. Kulika askari undistracted wakae hospitali, wacha waende kwa manyumba yao wakaribia wakora. Na shida hii itakwisha katika mlima hii. Asante. Mungu awabariki sana. Wewe utakuwa kwa heshima. Na mimi nataka Mheshimiwa Kindiki sikia tu ile kazi unafanya ya amani katika mlima hii na katika Kenya hii. Utaona. Niliambia Mheshimiwa Rais Ruto 2004 tukiwa Tamkal, Kachape na kiwa principal, siku moja utakuwa president katika nchi hii. Utakuwa president Bwana Kindiki katika nchi hii. Thank you. Asante sana waheshimiwa. Mimi yangu ya mwisho, kuna kitu niliacha profesa. Na mimi nataka viongozi wote wenye wako hapa na wananchi kuhusu msitu ya Kamalagon. Forest ya pale kwa msitu sio watu zaidi ya 10 ndio wanaoperate hiyo msitu. Na tuchukue vizuri. Kama askari wetu, nimesikia mtu ya maana hapa amesema askari walienda mpaka wanaokopa. Ikiwa sasa tumeenda mpaka tunaokopa, sasa hapo tunaenda kuumia. Wale wako wa forest hapa wenye wanaishi pale juu sio watu zaidi ya 20 wakora. Tumepeana machina kila siku, tunapeana kwa askari, lakini askari hawezi shika bila nyira ya pia kusema amekuja soko leo tumshike. Kwa sababu hao watu wanatangatanga kabieko, wanapatikana kila mahali. Hao watu ndio kukamatwa na kuweka kwa serikali. Ya mwisho as we speak, mtu mmoja wa nyumbani ameshikwa saa hii yako Maron, ambaye kijana yake ni mkora. Alikuwa anapeleka bibi yake hospitali. Unfortunately tukiongea saa hii bibi amekufa, mama amekufa. Mzee ako cell. Lakini si yeye ndio amefanya makosa, ni kijana yake. Kwa hivyo vitu kama hizo saa zingine mpaka saa hii atachaambiwa amekufa. Mzee mwenyewe ako Maron. Taswa county commissioner, kuna vitu zingine yenye inafaa hata sisi wenyewe tuone. Alipeleka hospitali, kufika Chebeno hospital, mzee akashikwa, bibi akawajwa. Watoto wakaenda kufika Itieni. Mama amekufa, ako Itieni county referral saizi. Watoto wake wakapewa manguo, hata hajaambiwa kama amekufa ama ameenda. Lakini sasa kama kijana amekuwa ni mkora, waje tudili na huu mkora, na tukishika yeye msirudishe tena. Awende amalizwe na aende. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. I wish hata kama ungeniambia wakati tunangojea waziri. Speaker wa West Pokot, karibu sana, makofi kwake. Sawa.
waziri wetu Kindiki, governor wetu Kachapina Wesley, deputy governors, MCS waliopo hapa na wananchi wote, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bas, mimi nitachukua tu muda mfupi kwa sababu viongozi wengine washaongea na singependa waziri Kindiki kurudia yale mambo wamesema. Kitu cha muhimu na wananchi wameongelea hapa na viongozi wameongelea, tunataka amani katika eneo hili. Na waziri Kindiki, tunapenda kukupongeza. You have been a beacon of hope to the people of West Pokot and Elgeyo Marakwet counties. And we know that moving forward, sasa kumeanza kuonekana fruits ile wewe kuja hapa. Tunajua haitakuwa ya mwisho, tunajua si ya kwanza, haitakuwa ya mwisho na bado utakuja hapa tena. So tunakuomba waziri Kindiki ututembelee mpaka tumalize hii janga. Pia tungependa ushike governors wetu mkono walioko hapa. Hao watu mheshimiwa Kindiki wanapenda amani. Kila wakati ukituita, na nilikuambia ile siku tulikuwa Jezekon, tunakuambia ukituita sisi na Marakwet tutakuwa wa kwanza kufika hiyo meza ambayo tunaongelea maneno ya amani. So ukituita tena tuongelee maneno ya amani, sisi tuko pamoja na wewe na tuko tayari kusaidia serikali ili tumalize hii janga ya ukosefu wa amani katika hii forest yetu ya Kamalakon na mahali pengine within West Pokot County na Elgeyo Marakwet County. Kitu ningependa kuguzia waziri, in as much as pia tunaongelea huku kwa ground maneno mengine, sisi kama MCS wa West Pokot, leo nimetoa kwa mkutano nikaambia hawa, even whatever we are doing in a meeting, we were in Eldoret with them. Tulikuwa tuna develop ile inaitwa peace policy na kupitisha bill ya maneno ya peace katika county assembly yetu ili tuweze kuweka proper structures ya maneno ya peace, ndio tuweze kusaidia hii maneno ya amani hata kule town tuweze kumaliza. So tunakuomba waziri uweze kutushika mkono kama viongozi, uweze kutujumuisha kwa hii maneno ya amani, na sisi kama viongozi wa West Pokot tukiongozwa na waheshimiwa wale wa Peace Caravan na governors wetu, tunakuambia na tunakuhakikishia leo hii maneno itaisha. Usichoke, tembelea sisi, tuko pamoja na wewe, tunakuombea uishi miaka mingi na wazee wamekubariki. Hata pia mimi kama speaker nasema ile wazee wamesema na ikuwe hivyo. Asante sana, Mungu akubariki. Makofi kwake. Naomba kamati ya usalama Elgeyo Marakwet muje hapa mbele haraka haraka na wafuate na West Pokot. Waziri langu la kumalizia ni kwamba ninakuhakikishia ya kwamba tunafanya kazi vizuri sana na viongozi wote ambao wamechaguliwa. Nashukuru timu ya West Pokot, tukiwa na shida hapa kwa mpaka tukiitana, kama sio governor amekuja maana deputy wake. Kwa hivyo sisi kama upande wa serikali atulalamiki, tunafanya kazi vizuri na viongozi wetu kwa jumla West Pokot na Elgeyo Marakwet. Asante. Naomba tu mjitambulishe. Waziri, kwa majina naitwa Francis Nguli. I'm the County Police Commander Elgeyo Marakwet. I'm also some county super commander Elgeyo. Joel Buzienai, CIC. Kasan Morin, CIC. Waziri, kwa majina naitwa David Boen, DC Pokot South Sub County ambao mali tuko, lakini kwa sasa ni wakilisha county commissioner ambaye yako kwa official leave. Ningetaka tu kuripoti waziri kwamba last time tulikuwa pale Sarmach uka promise JSU watakuja lami nyeusi. I wanted to report kwamba wamekuja na usalama imeimarika pande hiyo. Ingine ni kwamba kama kamati ya security we have also made some other recommendation na mengi yamesemwa na wazee hapa, including increasing of formed up units, network, pamoja na kusupport security units na mambo ya equipment kama drones, especially kwa forest. Otherwise, waziri, sehemu ya Pokot, West Pokot na Turkana bado haijakaa mzuri kama hapa. Bado kuna maneno na nadhani governor wetu ataongelea. Hapo ndio tunataka kuweka focus, and at the end of the day hii West Pokot itatulia. Asante. Our CS, Professor Kindiki, governors, deputy governors, all leaders. Kwa majina ni Peter Katam, County Police Commander, West Pokot. Karibuni sana. Asante. God bless.
Naitwa Kirimi Marangu, APC Commander, West Pokot County. Thank you, sir. Naitwa Mohamed Rizik, the CCIO West Pokot. Thank you, sir. Asanteni, tunaweza kukaa. Atutamaliza waziri, kuna mzee moja sio peace under ofisi ya governor. Unakumbuka huyu mzee alikupokea Kolowa, akakupokea Kaben, anaitwa Mutwal, anafanya kazi kwa ofisi ya governor. Nataka tu useme jina, waziri asikusahau. Thank you very much, Bwana Commissioner. Mimi naitwa Lawrence Mutwal, Chief Officer wa Peace, Conflict Resolution and Disaster Management, Elgeyo Marakwet County. Bwana Waziri, karibu, asante sana. Mambo haya yote wamesema ni ukweli. Mara sombo kulo, ako jebleng kulo. Ya jama kaliane. Ya jama kaliane. Asante sana. Asante, na ninashukuru ofisi ya governor kwa kuweza kuteua mtu ambaye anasimamia upande wa usalama. Tunafanya kazi naye kwa karibu sana. Kwa jina ninaitwa John Korir, County Commissioner, Elgeyo Marakwet. Nachukua nafasi hii sasa niweze kualika governor wa Elgeyo Marakwet, Mheshimiwa Wesley. Makofi moja mbili. Asante, karibu. Waziri wetu wa usalama Kenya mzima, Waziri Profesa Kindiki, na pia ni rafiki yangu, Governor wetu rafiki yangu pia kutoka West Pokot, Governor Kachapin, Speaker wetu kutoka West Pokot, Deputy Governors wetu kutoka West Pokot na Elgeyo Marakwet County, waheshimiwa MCS wetu wakiongozwa na Deputy Speaker na Chairman yetu ya amani Mzee Moiben, ambaye mimi naongea naye zaidi hata kuliko MCS yangu ya Elgeyo Marakwet County, na waheshimiwa wote wa MCS ambaye wanafanya kwa Peace Caravan, viongozi wote, walimu, wazazi ama residents wetu, wananchi wetu wa West Pokot na Elgeyo Marakwet County na wanafunzi wetu. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tusalamiane salamu ya amani. Tuseme amani, amani. Tusalamiane tena amani, amani. Tumsifu Yesu Kristo. Basi siku ya leo tuko na furaha, waziri, ya kwamba umetukumbuka sisi watu wadogo sana, watu wa Marakwet na Pokot ambaye wanaishi upande wa juu, the upper part of West Pokot and Elgeyo Marakwet County. Tupigie waziri makofi tafadhali. Sikukuwa najua watasema hapa waziri ya kwamba wewe ni mtu ya pili. Nilikuwa nimekuambia kwa ndege the last time mtu mkubwa kuingia hapa na kukaa na ndege ilikuwa Moi. Kwa hivyo wewe ni Moi mara ya pili, na hiyo utamalizia kichwa inamaanisha nini? So waziri, tunakushukuru kwa ile kazi umefanya so far. Umekuja huko Kerio Valley, umetusaidia. Umekuja huko Aror, umetusaidia. Umeenda huko chini, ile boda yetu ya Sigor, Elgeyo Marakwet na Baringo, Dira, tumekuwa na wewe huko. Lakini wakati tulikuwa Chesegon, tukakwambia waziri, kuna mtu anataka kutuwashia kibiriti na wakora wawili watatu wanakaa kama Logon Forest. Alafu hii watu yangu ya hapa juu ya Pokot ya hapa juu ya Tapach na Kabiego wanaishi kwa hofu. Ati leo mtu akipigwa risasi kama Logon, hii watu wanatafuta network. Hiyo ni Marakwet amewawa ama ni, yani mtu anataka kujua ni Marakwet amewawa ndio nikimbie, kwa sababu revenge ikikuja ina revenge watu wenye ni innocent people. So wanafika ni Marakwet ama ni Pokot. Imagine people who are living together kama hawa. Mkora wanaenda kama Logon, atujui wananyang'anyana nini, wanaiba vitu ya watu huko kama Logon, alafu wakiua mtu, sasa Pokot tena wanauliza hiyo ni Pokot ama ni Marakwet, kwa sababu hawajui ni wakora yote. Wanauliza ni mkora fulani ameua mtu. Sasa Pokot wanahama siku hiyo. Kesho inafanyika Marakwet wanahama. Na hapa is the most productive area. Most productive area. So waziri, wakati wewe umeshuka hapa na ndege leo, we are sure and I am know you, mimi nakujua. Mawaziri wale wengine walikuwa wakifika kwanza zamani wanatisha sisi. Mimi nilikuwa deputy governor wakati ya juzi, na mimi nimekuwa na peace meetings hapa. Mawaziri ya kitambo wakifika wanatisha sisi kwanza. Wanasema governor, wewe ndio unanua risasi. Na wewe ndio mbaya, wewe ni mbaya, wewe ni mbaya. Na kusema hewa ni mbaya, ndege yangu nataka kwenda. Anapanda ndege yake na kwenda.
Wewe umefika hapa asubuhi na unataka kusikiza wazee, usikiza vijana na wamama. Na wakati yote umetusikiza, hata ulienda lami nyeusi juzi. Kila kitu yenye umesema umeimplement. Umetuambia utatupea kambi ya jeshi huko Kolowa. Mahali watu wamepigwa risasi kutoka 76. Wewe tu peke yako ndio umekuja kustopisha tangu kaweka kambi ya jeshi hapa. So waziri, sisi hatuna maneno. Wewe kufika tu hapa, tunajua maneno yetu imekwisha. Nitaanza na moja ya kwanza waziri. 2017 kuna units both in Pokot na Marakwet walikuwa wamekuwa gazetted, sub locations, locations na hata sub counties. Tunakuomba waziri, uweke leo, useme neno leo hapa na tutangaze kesho, next week ambia county commissioner atangaze hiyo machief na assistant chief hapa Tenderwa, Kamele, hata pale pande ile ingine. Tunataka wote, kwa sababu tumekuwa mandugu na madada. We want all of us, hii wakora wasipate mahali ya kujificha. Kwa nini tunataka hii vitu ikue? Ili kila chief akuwe anajua wakora yake, anakuwa ana monitor mpaka anajua alilala jana ama kulala juzi. Chief ako na yeye hapa kwa hapa, kwa sababu chief akiwa na eneo kubwa ni ngumu kudili na wakora, lakini akiwa na eneo kidogo anajua kila mtu by name, ana mark register. Ile mkora aliingia jana, ile mkora yangu alienda Eldoret akarudi, kama ako na risasi ama anamalizia safari moja ama namna gani wananchi ndono ama So waziri, pia waziri, tunakuomba, kuna askari wako hapa, kuna askari yako watu wapate dawa na kuomba, wamejengea manyumba yao. Tunakuomba waziri, saidia facilitate hawa wahame kwa hiyo kambi yao. Ya pili waziri, kuna ile is it us to ama GSU us to wale tunataka waende Karawal. Waziri, hawa ile kitu nilikuambia siku ile kwa Kerio Valley. Ukifika Kerio Valley wewe uliangalia askari yote walikuwa wanaishi kwa barabara. Alafu wakora wako Kerio River wanaangamiza wananchi, wanapiga risasi usiku na mchana. Wakati wewe ulisongesha hiyo kambi tu ukapeleka KDF Kolowa, utajawahi sikia bunduki hata siku moja. Hao askari wako hapa tuwaende Karawal, uwezi sikia bunduki hata siku nyingine, sababu hii wakora wameshajua askari hawavigi huko. Kwa hivyo hao wanacheza na ukarabati huko ndani. Alafu ya pili waziri, hiyo kambi ya KDF, unaona ile watu ulinipelekea huko chini, ile ulitupelekea Kolowa, wekea sisi hapa kama Mlogoni. Utaona simu yangu waziri, kwa mambo ya amani nitakuwa napigianga wewe tu mchanga ya kanisa, alafu unasalamianga wewe tu. Arabachone. Waziri, pia hapa Kalia waziri, the name Kalia kwa Pokot na Marakwet ni amani. Hapa Kalia primary na Kamele, these are schools that you cannot divorce Marakwet ama Pokot. Ni watu mmoja wote. Ule headmaster anatetea Pokot, hata ni mtu yangu, ni chairman ya parish yangu hapo inaitwa Mosop, na mimi naona yeye anatetea kila kitu ya Pokot. Ameongea hapa anatetea kila kitu ya Pokot na ni Marakwet. Nimeona teacher ya Kalia ni Pokot, lakini anatetea Marakwet zaidi kuliko Pokot. That is how amani hapa imekuja. So we want to request you waziri, hao walimu wawili wamefanya kazi mzuri, saidie hapa Kalia na usaidie sisi kwa Kamele, and then it is actually among the best performing schools also, ili hii shule hii area ikuwe mzuri, na pia kwa kanisa hapa hiyo utakuwa umetusaidia. Kuna siasa hii kidogo, NPR wale ulitupatia waziri, tuliambia NPR wewe ni mfanyakazi wa serikali, ukue Marakwet ukue Pokot. Ndio unaona wamerudisha ng'ombe juzi, ukue Pokot ukue Marakwet, wewe ni wao. Tungeomba waziri, chiefs wetu ya pande hii ya Pokot na Marakwet attach, atuseme leta KPR, tunataka waattach tu kila chief na askari wawili watatu ya NPR. Mkora akilala hapa, chief anaamka asubuhi ako ana brush meno yake nje ya mkora nje, akiwa na KPR yake mbili, wanangoja kushika mkora na kuletea wewe, alafu unachagua kama mkora anapanda ama bado utaweka horizontal na relax. Kama utapandisha, shauri yako. Sisi tumepewa hii amani. Ama namna gani? Mkora yeye anaamua kama atapandisha yeye ama atakane yeye, sawa, bora umeenda nayo. Waziri, pia tungeomba ikiwezekana, huko chini jana mtu alienda West Pokot, mtu mkora alienda. Wakora wa West Pokot walikuja wakaiba wazee, not West Pokot, Baringo, Tiati. Mkora aliiba ng'ombe ya Marakwet,
alafu akachukua. Kufika huko wazee wakashika yeye na kurudisha ng'ombe. Jana kuna mmoja Marakwet akacross akapata ng'ombe 3 ya Pokot kutoka Tiati. Akalete polepole na kudansa na kuja akielekea Marakwet. Wazee wakaangalia hii mtu ananga ng'ombe, ametoa wapi ng'ombe 3? Wakatwanga hivi boko ile haujawahi ona kwa hii dunia. Na kurudisha ng'ombe 3 iende. We have now normalized inaitwa community arrest, ambaye raia anacheka mkora na kupeleka. Tunakuomba waziri, raia wakikuletea mkora ujue hiyo raia wamefanya vetting mpaka wamejua ni mkora. Hakuna koti nyingine na shida ya raia, ni wewe kuchagua tu utafunga ama unanyorosha. Ama namna gani? Sisi tunataka kuishi kwa amani bwana, sisi tumechoka. Mimi nimekuja peace meeting hapa kila siku. Kachapin alali. Sisi tukienda Nairobi State House na Kachapin tunawekwa kando. Mimi Kachapin, ule wa Turkana na Cheboy na ule wa Samburu. Tukifika State House, Governor 47, Waiguru anasema hospitali yangu Your Excellency unakuja kufungua siku gani? Your Excellency ile factory tunataka tufungue. Alafu sisi na Kachapin Your Excellency KPR na risasi imekuwa kidogo. Your Excellency ongezea KPR risasi. Wakati watu naomba forest factory, sisi tunaomba nini? Risasi. Hiyo ni kazi nyinyi mnataka sisi tufanye 5 years. Si ni aibu? So, mimi nataka niombe mimi na Kachapin hata tukunywe chai tuongee kuhusu factory. Safari moja watoto wapate kazi. Your Excellency waziri, ile ya network ndio inasumbua wakora. Hii wakora kama mlikuwa wanajua hakuna network. Sasa wanachezea sisi karata. Wekee sisi must. Alafu sisi tunapiga hawa hata wako na masimu hiyo wakora. Itasaidia askari yako wakati hawa wakora wanajuana, hata wanafanya exchange program. Wale wakora ya Pokot wanatumia ya Marakwet. Ya Marakwet anakuwa intelligence officer yake. Anaambia mzee Chebara ameenda Eldoret leo kupeleka mtoto shule. Kwa hivyo mbuzi iko peke yake. Kucha peleka. Anapeleka alafu anatumia commission kwa simu yake. Hiyo ni rahisi sana kushika hiyo wakora. Ni wakora wachache sana. Alafu utamalizia hawa. Waziri, mwisho nataka tu nikuombe kitu moja. Kuna machiefs wetu hapa wako na degrees West Pokot na Elgeyo Marakwet County. Ili wakuwe na nguvu na wakuwe motivated, we are requesting you to promote them to be ACCs kwa sababu wanaelewa hii kazi. Wale wali apply juzi uchunge hawa ili wakuwe sawa kwa kufanya kazi kwa pamoja. Nikimalizia tu, kwa watu wameongea hapa, wewe unaandika polisi, unaandika GSU na unaandika AP, unaandika yote mpaka NSIS. Tunataka tukwambie waziri, wewe you are doing a good job in security. Mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu, kama kuna askari yenye ukifikisha kiganjo training wana graduate hata kabla hawajaanza training, nipeleka Pokot na Marakwet waende kuingia kwa hiyo training ya polisi. Wanapiga tu mazoezi wakijinyorosha, wakingoja siku ya nini? Graduation, wakuja wafanyie hiyo kazi. Watu wanakaja kwa Mugumba kama Logon 40 kilometers na kurudi jioni 80 kilometers ukinyorosha. Kuna watu wanatoka Nairobi, watu ya Serelak, ukiambia kanyaga 2 kilometers anahema. Bunduki ikilia karibu anawacha bunduki. Afadhali ulete sisi vijana ya area, ukipeleka hawa Northeastern huko kwa Al-Shabaab, wanashika Al-Shabaab na kuletea wewe wakifrog match. Wanauliza wewe tufanyie nini waziri? Wanakupatia ndio hii wakora yako, peleka ama tupeleke watu. So usijisumbue kuja peleka vijana, lete Land Rover tu, sema Kachapin, lete ndio hiyo Land Rover yako, Wesley lete Land Rover yako, ndio hiyo vijana waende direct mpaka Kiganjo. Halafu hii maneno wananyorosha wewe, halafu wewe unajipanga kuwa rais ya Kenya baada ya hii muda mrefu. Kwa hivyo kwa hayo mengi nataka nishukuru, nataka nichukue fursa hii kabla sijakualika nialike mwenzangu ambaye tunafanya kazi. Hakuna governor tunafanya kazi karibu sana kuliko Kachapin. Tunaongea na Kachapin kwa simu kila siku. Kama singekuwa na Kachapin sijui hata tungekuwa tunafanya kazi namna gani. Nataka nikaribishe na nataka nipongeze pia watu wa West Pokot kwa kuchunga hii mti yangu naitwa Kachapin. Alikuwa na nyimbo mzuri, karibu nitafute hiyo mtu akuja aniimbie hiyo nyimbo ya campaign ile yenye ilikuwa hatari sana. Karibu sana governor, uongee na watu wako. Asante ndugu yangu Wesley Rotich wa Elgeyo Marakwet. Mgeni wetu wa heshima kwa siku ya leo, waziri wetu wa usalama, gavana ndugu yangu, naibu wa magavana,
speakers walioko hapa, ma MCS, security team wote, viongozi wa amani na wananchi wote kwa jumla, hamjambo. Basi nafikiri manaibu wetu wakuje wajitambulishe, ndio niseme machache, alafu nitapatia ndugu yangu, alafu tualike waziri wetu. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Poichokwan Chomoge Marakwet, our chief guest ambaye ni waziri wetu wa security Professor Kindiki. Kwa majina yangu naitwa Professor Grace Cheserek. Karibu sana Elgeyo Marakwet, karibu border center hii ya Kalia, na tunafurahia sana kazi ambayo umetenda. Dakika moja tu tumekuja na mawaziri wetu wako hapo nyuma, wasimame. Kama mtaweza kukimbia hapa mbele haraka tu niwatambulishe. County secretary pia sikuwa nimemkuona. So kujeni wote na West Pokot. Tunapenda sana kuwatambulisha sababu hao ndio wanafanyia kazi raia, na wakipatikana na raia kwa kila kona wanasaulisha mambo yote ya county. So wacha nianze na step forward. County secretary, just say your name. Asante, mimi naitwa Paul Chemutut, County Secretary and Head of Public Service, Elgeyo Marakwet. Karibu waziri. Kwa majina ni Siwanyang Jonathan, County Secretary Pokot, Head of Public Service. Asante. All protocol observed. Jina ni Monica Rotich, CEC wa Public Service Management Administration na ICT Elgeyo Marakwet. Asanteni sana na karibu waziri Elgeyo Marakwet. Asante. Mheshimiwa CS, magavana na viongozi wote, kwa majina ni Purity Koima, waziri wa spoti, masuala ya vijana, utamaduni, watoto na huduma ya jamii katika kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet. Kalia, amani, Mungu awabariki. CS naitwa Joshua Ruto, CC Roads, Public Works and Transport, West Pokot County. Hapa ni nyumbani. Karibu sana. Waziri wetu wa usalama, kwa majina naitwa John Siapuk, Political Advisor. Pongezi kwa siasa ya Kenya, unashikilia vizuri na umedhibiti wale wakora wa Nairobi vizuri. Mwambie rais wetu tuko nyuma yako na kasi itaendelea, msiwache pengo. Asante Kindiki. Waziri, viongozi wetu, kwa majina naitwa Edwin Komen, Chief Officer for Agriculture and Irrigation. Tunaomba amani ndio tuweze kuja kulima, tulime pyrethrum, tulime potatoes na tuchunge ng'ombe tuweze kuuza maziwa. Asante sana. Kwa majina naitwa Fromens Kosgei, Chief Officer wa Roads, Public Works and Transport. Asante na karibu. Ni Mutua Lawrence, Chief Officer wa amani, Elgeyo Marakwet County. Asante sana waziri kwa kutupea ruhusa tuwajulishe watu wetu wa county. Yangu governor amesema yote, nasema tu wa mama tufanye bidii kwa hii kazi ya uongozi. Na waziri umefanya kazi mzuri. Ongezea tu kina mama hawana group mzuri. Nataka waziri saa ile unaongea na wazee wa amani, tukue pia na kina mama wa amani. Alafu tukue na youth wing ya amani. Ili wazee saa ile wana retire, wana hand over kwa vijana wetu. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Karibu mwenzangu kutoka West Pokot. Basi asante Waziri Kindiki, Governor wetu wa West Pokot, Governor Wesley Korir na viongozi wote walioko hapa na wananchi wote. Bwana asifiwe. Nafikiri Mheshimiwa Waziri Kindiki, Governor Wesley ameongea yale mambo yote na wale viongozi waliongea hapo awali. Na Governor wetu Kachapina atakuja kuongea
Ningependa tu kuchukua nafasi hii kukushukuru kwa sababu umekuja sasa West Pokot mara 3. Wakati ulikuja Sarmach, ukakuja upande wa Chisegon na saizi huko hapa. Na yale maneno ulisema kule Sarmach, upande wa Lami Nyeusi tuko na GSU vile county ACC wetu, DCC wetu alisema. Na mambo mengine mengi ambayo uliyasema kama mambo ya administrative units ambazo ziko gazetted. Hiyo mambo nafikiri iko inatekelezwa na tunashukuru. Ile tu ningeomba viongozi, najua governor Wesley Korir, Wesley Rotich na governor wetu wa West Pokot wanapenda amani. Ile tu tunaomba waziri Kindiki, tuko na shida upande wa Turkana. Kuna shida upande wa Turkana, governor wa Turkana angekubali kushirikiana na governor wenzake. Hapa upande wa Turkana na West Pokot tutakuwa na amani. Lakini tukiongea namna hii, tuko na shida pande hiyo. Hata wiki ya jana watu wawili waliuliwa upande wa Ramas, upande mwingine ya boda ya Turkana na Pokot. Na bado mauaji inaendelea pande hiyo. Tungefanya kutafuta mkutano ya kwenda pande hiyo ili tuongeleshe viongozi wa Turkana pia wajue amani ni kitu mzuri na ni muhimu. La mwisho, ningeomba tu viongozi wote sasa nasema walijust hii waziri mgeni wetu, nataka niungane na viongozi ambao wameongea na wananchi wengine ambao wameongea kukushukuru sana sana kwa sababu historia kubwa vile watu wameongea na sisi tumeshuhudia kwamba wewe ni waziri wa kwanza kukanyaga sehemu hii mara nyingi, hasa sehemu hii ya Kalia. Nataka nikupongeze sana kwa sababu hao wananchi wanaona mwangaza hapo mbele. Kwa sababu hii kukanyaga hapa mara nyingi imepatia hata wale actors wa amani, wazee wetu ambao walikuwa hapa, umewapea moyo sana kwa sababu ya kukanyaga kaunti yetu. Kwa hivyo tunashukuru sana kama viongozi wa sehemu hii. Mimi nikigoa na governor mwenzangu Wesley, tunashukuru sana kwa niaba ya kaunti yetu yote mbili. Waziri wetu, shida ya sehemu hii vile umesikia, hii area ni very unique. Si kama sehemu ya kanda ya chini. Wao ukiona area hii ni baridi, hawana shida ya huko chini kama ile ya maji. Tunaweza kusema upande wa chini wanangangania mambo ya maji, wanangangania mambo ya nyasi na kadhalika. Lakini sehemu hii ni sehemu mzuri ya ukulima na mambo mazuri. Vile umesikia hata sehemu hii tunalima hata pareto. And one of the best pareto inatoka sehemu hii ya Lela na Tapach na upande hii wote Elgeyo Marakwet na West Pokot. Na pyrethrin content ya hapa ni the best world. Kwa hivyo sehemu hii ni very unique sana kwa mambo ya usalama, si kama huko chini. Na ukiona hata hao watu hapa wote wanapenda amani. Hapa wanapenda amani kabisa. Na hata ukiona sura yao wewe sijua Mpokot ni gani na Marakwet ni nani. Ukitazama hii watu wako sawa kabisa. Shida tu ile umesikia na mimi nasisitiza wewe ukanyaka hapa, nafikiri shida ya hii watu nafikiri itakuwa imeisha leo. Wase wamesema yote. Chache. Na mimi nataka niungane na mwenzangu kusema wakora ni wachache sana. Ndio unaona hii watu wako na juhudi mpaka hata wanashika wazazi wao. Kwa sababu wanataka hao wakora waondoke katika kwa kati zetu. They are very few. Na nafikiri majina yao imepeanwa, wale wa kutoka West Pokot na wale wa kutoka Elgeyo Marakwet wanajulikana. Hao wakiangamizwa, hao raia watafanya maendeleo na watafaulu kwa mambo mengi. Waziri, mambo ya network imesemwa,
Mambo ya NPR sitaki niongeze tena, lakini hawa watu wakishirikishwa, na mimi nashukuru wale wasee wa amani. Mimi na mwenzangu Wesley, ile resources tunapata kidogo tunashare na hawa wasee ambao walikuwa hapa. Waziri, through your security team, kama kuna kiti usaidie security team hawa pamoja na hao wasee. Shida ya hapa itakuwa kidogo sana. Hatutakuita tena. Unaona hii shida ya hapa tu tumekusumbua bure. Hao wasee na security team, machiefs wakiwa ndani watamaliza kabisa. Hata sisi magovernors sasa tutafanya kazi nyingine ya maendeleo. Kwa hivyo ni kusupport hawa security team. Sisi pia kama counties tunawasupport. Kama vile ulisikia juzi wakora Jumapili walikuwa hapa. Mimi nilikuwa tunaelekea kanisa pamoja na MC Moiben na waziri wangu ule wa barabara. Immediately nilipikiwa simu. Nikaambia wao mnyi muende. Wacha mimi niende kanisa. Kwa sababu hata Yesu alisema kama kuna kitu ya kuokoa hata kanisa siku hiyo ikose. Walikuja wakokoa, na tunashukuru pia wale timu ya Elgeyo Marakwet. Walirudisha ng'ombe, na hiyo ndio juhudi ambaye inalete amani sehemu hii. Kwa hivyo hiyo ndio yangu. Wao wakipewa support, sisi pia tumesikizana na ndugu yangu. Nataka nishukuru sana huyu, mimi ni mzee na rafiki yangu Wesley. Tunafanya kazi sana kwa pamoja. Hata wakati ukunipata jana ukaongea naye, nilikuwa nimeenda jana kusafiri kidogo, nikakatisha safari na leo nikabidi nikuje. Tunashiriki ambaye pia ni chief officer ambaye anashughulika na mambo ya usalama na kadhalika. Kwa hivyo sisi tumejitolea and we want to commit our support kama magovernors wawili. Kwa ile heshima umetupatia, ni vile tu hii ilikuwa ni short notice, wengine walikuwa kule bunge Nairobi, lakini wote tunashirikiana pamoja kabisa. Mwisho, sisi kama sisi tulifanya economics. Rais ako na mpango ambaye itasaidia nchi hii baadaye. Kwa hivyo hatutaki watu waandamane, tupatie rais nafasi ya kuendesha nchi hii. Wale walipigania mambo ya haki ya binadamu walipigania wakati hiyo. Sasa ni nafasi ya kupigania mambo ya kiuchumi. Na njia peke yake ni kuipanga kuliko kukopa madeni mara kwa mara. Kwa hivyo sasa kusema mengi, waziri. Nimesema leo nitapatia heshima ndugu yangu, tuko hapa, ngao tuko mpaka, lakini nasema leo waache yeye akuja akualike. Kwa sababu jana jioni alinicommunicate nikasema waache yeye ndugu yangu ambaye tunafanya kazi. Ni training. Bas karibu waziri. Unajua hata karibu asahau deputies wake kwa sababu alikuwa deputy. So waache yeye afanye training. Asante sana. Kachapina ameniambia ni train pole. Ndio wakati wewe unakuwa president, mimi nakuwa interior hapo. Mimi nanyorosha hii wakora. Hii kama logo unakuwa mtu atakaa huko, si ndio? So waziri, tungependa kukushukuru pia kwa ile kazi unafanya Nairobi. And I want to make this appeal to Azimio coalition. I want to request our former president, the fourth president, Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Karua, Kalonzo. This country was taken to the dogs by the same people. This country was destroyed by the same people. Kalonzo has been in government entire life. Raila has been on, in and out of government, and the chief advisor of the last government, which took us to the grave, who finished the economy of Kenya. Karua was in government for several years. And these problems that we have in Kenya originated from 1960s. Uhuru has been a president and he messed up Kenya totally, especially economically. And today they want William Ruto to fix Kenya in less than 9 months. How can you fix a mess of 60 years in 9 months? We want to request them to give our president space, wasaidie Kenya. Kenya ilikuwa msituni. William Ruto ametuleta kwa highway.
Tukafika highway, hii wakora want to take us back uko jangwani. When we just wanted to take off, we went to request them wapatie rais nafasi afanye kazi, na kama hawataki, tunataka kushukuru waziri Kindiki. Ile wiki ingine walisumbua wewe kidogo. Hii wiki ya juzi waziri, wewe ulikanyagia wa chini kidogo. Tungetaka uongeze kidogo hiyo ball tulikuwa nayo juzi. Alafu wa Kenya wafanye kazi kwa pamoja, kwa heshima sasa. Kwa heshima na kwa taadhima, nataka tusimame, nichukue fursa hii sasa tualike waziri Kindiki ambaye alikuwa anatuchungia kura kwa Bomas, na tunaweka ngoma kidogo wakati waziri ngoma kidogo ya waziri. Hii kushukuru Mungu kwa sababu sisi zote tumefika hapa siku ya leo. Rotich na Governor Mheshimiwa Simon Kachapin. Hawa ni magavana ambao wameonyesha mfano mzuri to find in this place, and that means durable peace in this area. Waheshimiwa wenu hawako hapa, wabunge wako kule Nairobi sababu tumekuja safari ya ghafla, lakini vile vile mheshimiwa wa Marakwet East, mheshimiwa wa hapa Pokot South wako na sisi katika hii harakati ya kuleta amani na kusuluhisha shida kidogo kidogo ambayo inatutatiza hapa. Mheshimiwa MCS kwa kaunti zote mbili tumekuwa na wao. Hao waheshimiwa wa West Pokot MCS tumekuwa na wao kule Samach, hata sijui ni kama mwezi mmoja hii. Sehemu hazijakuwa operational kwa miaka 6 sasa, na tukaahidi ya kwamba tutaongeza administrative units as wiki 2 kuzianzisha na kuleta madio ma ACCs 7 wapya katika sehemu tofauti tofauti hapa wala ambazo zitarahisisha zitasaidia katika kuimarisha usalama wetu hapa katika West Pokot na Elgeyo Marakwet. Kwa hivyo wananchi, tumeleta maendeleo, tumeimarisha usalama, kusiwe kuna sehemu katika nchi yetu na wakati
tunangojea hiyo shughuli katika kaunti zote zetu mbili kule chini Kerio Valley. Tumesaidiana nao and I'm happy to see all of them here. Na mimi nawahakikishia waheshimiwa wote tutafanya kazi pamoja, na mimi natambua ile juhudi ambayo mnafanya kudumisha amani katika sehemu hizi. Nataka nishukuru maafisa wetu wa usalama ambao wako katika eneo hili, maafisa wote wa polisi, vitengo mbalimbali vya idara ya polisi ya Kenya, vitengo mbalimbali vya taasisi zote zinahusika na usalama wa nchi, ikiwemo wanajeshi wetu wa KDF ambao wako katika sehemu hii ya Rift Valley na sehemu nyingine kule pwani, kaskazini mashariki, kwa kazi nzuri ambayo tunaendelea kufanya. I am particularly proud of the work that the National Police Service, with the assistance of the Kenya Defence Forces, is doing in the 6 counties the very cordial and professional cooperation between the officers of the National Police Service and the Kenya Defence Forces, together with our National Police. I want to assure you of our support. Na vile vile niseme ya kwamba hii shida hii ya ugaidi na uhalifu tutaimaliza Kenya hii. Hakuna shida ambayo haina mwisho. Hapa kwetu Rift Valley, watu wachache ambao ni wakora wametesa wananchi walio wengi, wananchi wapenda amani, wameteswa na majambazi na wakora kwa miaka mingi. Na siku ya mateso imeisha. Wale watu wote ambao wamejifanya wajeuri na kazi yao ni wizi wa ng'ombe, wizi wa mifugo, kuua wananchi kiholela, kutojali sheria hii ambayo imeongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto, imeamua ndiyo itakuwa serikali ya kumaliza kutoka Kenya hii. Na mimi nikiwa waziri wa usalama, ile kazi Mheshimiwa Rais amenipatia ya kupambana na watu wote waovu Kenya. Lakini siku za mwizi ni 40, siku ya 40 imefika. I want to make it very clear that we must make our country a country of law and order, and a country where people and citizens pursue their daily activities without fearing for their lives and without fearing to be hurt or killed by criminals. Na hiyo ndio biashara niko nayo Kenya hii. Sina biashara mbili, ni biashara moja. Kwa hivyo mimi ukiniona hapa, nimekuja hapa kwa sababu hao viongozi wenu wamenialika. Wapigieni makofi. Lakini niko hapa pia kwa sababu nimetumwa na mdosi wangu Mheshimiwa Rais. Mpigieni makofi. Kwa sababu ameniambia nisitoke huku mpaka hii dunia ikuwe salama kabisa. Ndio unaona napiga kona siku 2 narudi tena. Kwa sababu nimeambiwa nikae hapa mpaka dunia ikuwe nini? Salama. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba tutaimarisha usalama hapa.
na wakora wote tutawashughulikia. Hii shida iko hapa ni ya wizi wa ng'ombe, na watu wengi wameleta mambo ya ukabila hapa, wakisema sijui Marakwet sijui ameiba ng'ombe ya Pokot, sijui Pokot ameiba ng'ombe sijui ya Tugen sijui ameiba ng'ombe ya nani. Hii ni mambo ya uhalifu, hakuna ukabila uko hapa. Nikiangalia hawa watoto wetu hawa watoto wamechanganyikana hawa. Kuna watoto wa Marakwet hapa, kuna watoto wa Pokot, na wanasoma pamoja, wanakaa pamoja. Nyinyi nikiwaangalia watu wazima walio hapa, wazazi wako hapa, watu wanaongea lugha ya Kipokot, watu wako hapa wanaongea lugha ya Kimarakwet. Na kwanza mimi nimeanza kushikashika kidogo kidogo, hii lugha yenu ni moja, is the same language. Hii mnasema hii Kalia kwa Kimarakwet ni amani, kwa Kipokot ni amani. Mambo ya ndoa, wengine wametoka pande hii wameoana kule, wengine wametoka kule wameoana huku, mnaongea lugha moja, watoto wanasoma pamoja, mnaenda makanisa mahali moja. Hii mingine mnatusumbua nayo ni nini? So hakuna shida kwa hao wananchi, shida iko kwa mkora, na mkora amejificha kwa kabila, anajiita Mpokoti, lakini ni mkora, si Mpokoti, ni mkora. Mwingine anajiita Marakwet, si Marakwet, ni mkora. So vile tutafanya, tutatoa kabila kando, kabila haina shida, tushughulikie mkora. Akiwa Marakwet, akuwe Mpokoti, tutakabiliana na yeye, tumuondoe katikati yetu, kwa sababu huyo ndio amefanya hii uchafu yote na ukosefu wa amani iendelee hapa siku zote. Hakuna shida ya ukabila. Sijui kama tunaelewana. Ni kweli ama si kweli? Sisi ni jamii moja. Sisi ni watu moja. Kwa hivyo wale wamejificha kwa kabila, tutakutoa kwa hiyo pango ya ukabila. Na kuna viongozi wengine wachache wa kisiasa wamejificha hapo, ati wanatafuta kura na ukabila ya uhalifu. Nataka nirudie, ukiwa kiongozi wa siasa, muige mfano wa Governor Kachapin na Governor Wesley Rotich. Hawa wamechaguliwa, sio wamechaguliwa? Ili hali ni watu wa amani na hawahubiri ukabila. Kwa hivyo wewe tafuta kura na njia nyingine, wacha kuleta ukabila na uhalifu hapa ati kwa kabila. Tumekubaliana? Tumezikizana? Kwa fuate mfano wa Kachapin na nani? Na gavana hapa wanakuja na kisirani ya ukabila na uhalifu, wapotee mbali. Kama wewe ni kiongozi wa siasa na wewe ndio unapeana pesa ya kununua bunduki ya kuua mimi na wewe, yes, sheria iko juu yako na jiwe ya sheria ni nzito sana, hautawezana naye. Niseme vile vile kuna wakora wengine wale wa Al-Shabaab, wale wanaua watu kule Northeastern, wamejificha kwa dini, ati dini yao imesema waende wakaue watu. Hao sio Waislamu, hao ni magaidi, ni wahalifu. So vile wengine wanajificha kwa ukabila, wengine wanajificha kwa dini. Dini ya Waislamu,
Kuna watu wamejificha pale. Dini ya Waislamu ni dini ya amani, lakini kuna watu wamejisingizia pale ati ni Waislamu wanaua watu. Dini ya Wakristo, tumeona wengine wamejificha katika Ukristo kule Shakahola, wameua watu wengi, mamia ya watu wameuawa na majambazi ambao wamejificha kanisa yetu ambayo ni mahali patakatifu. Wanajifanya ati ni wahubiri au pia ni wahalifu. Wengine wamejificha katika siasa, kama wale wanavunja maduka ya watu na